vile mmesikia ni kwamba ile motion ambao mmekuwa hata nyinyi mkingoja leo imekuja katika assembly, na mimi nataka kuzungumzia mambo mawili kuelekeza procedure ile ambayo inafuatwa. Vile yule musika yule mufa wakati alileta ile notice of motion kwanza alifanya makosa, haikukuja na ile signatures na allegations zile zilivyokuwa zinahitajika. Alipeana allegations peke yake, lakini hakupeana wale wali sign, japokuwa alitaja kwamba ni 51. Sisi tulingojea leo siku ya hiyo motion kuwa discuss ambayo ilikuwa ni leo, imekuja na hiyo motion imekuwa na dosari. Ni vile hakuweka zile signature kwa sababu we had to verify ni akina nani hawa walikuwa wamesign. Sasa hii motion ndio hii iko mbele yangu hapa, imetaja tu allegation peke yake nitawapatia, lakini wale 51 wale walisign, mpaka hata nyinyi muweka hii maneno wazi kwa umma hawakutupatia hiyo. Jambo lingine la pili, mumeona tumekuwa tukitarajia hiyo sana kwamba leo hata yule alikuwa amestakiwa huyo deputy governor Mr. Monda akupewa nafasi katika hii siku 7 ili na yeye pia akuje kujitetea mbele ya bunge. Makosa mengine tumeona hapa ni kwamba wamekuja na adjournment motion kwamba hii kitu wabunge wasipewe nafasi ya kuzungumzia hii ambayo ni kazi yao ya oversight. Sasa ni kama wamegundua hii makosa yote, hawakuweka signature, zile grounds pia asiko strong vile walikuwa nafikiria. Sasa wamesema kwamba kupitia hiyo mswada ya adjournment kwamba hii irudi kwa public participation. Mswada kama hii ya mtu amefanya makosa, gross misconduct, abuse of office, hii maneno ya law, kufunza sheria, sio kitu ya kuenda kuuliza mwananchi eti huyu amefanya hii sheria tumjukulia tu yes or no. Hii ni maneno ya bunge ama court, mtu kama wao wenyewe ndio walikuja na hizo allegations. Sasa ile kitu wangefanya, wangeachilia hii motion ifike mpaka mwisho, speaker aput question ipite hapa ameanguke, kutoka hapo iende Senate, na Senate nao pia Monda apewe nafasi pia ajitetee, wabunge wapige kura kupitia kwanza committee leta report, vile mnajua inaenda report, committee na leta report na recommendation yao, alafu inaenda bunge pia wanazungumzia hiyo, alafu ndio wanapiga kura. Lakini sasa hapa wamekuwa wajeuri, na ile sasa standing order wametumia 93 kwa adjourn hii, hiyo sio hiyo. Motion kama hii kwa sababu tunaita ni procedural motion, na inagusia mambo mazito ya integrity ya mtu. Kwa adjourn ingetumika ile standing order number 48 ambao iko na option 3 peke yake. Mwenye alileta hiyo motion ana move, ana idify, anasema either withdraw kabisa ama idify. Speaker peane wakati mwingine wa kuja kuleta hiyo motion, ama itolewe kabisa ikuje baada ya miezi 6 na mtu mwingine. Sasa wakatumia 93 ambayo itumike kabisa. Mimi nataka kusema kwamba sheria zile tunatumia kule bunge na hii maneno ya Kenya Constitution article 33 inapeana procedure, ina maana such debates are being conducted in the assembly. Kwa hivyo hii motion wakati ilikuwa moved, mlikuwa huko, yule motion mover alimove ikawa seconded. Sasa speaker akaput question, tungeendelea, lakini hatukoenda hapo. Motion nyingine ikakuja ya adjournment, alafu ikawa seconded. Sasa yeye speaker ile nyingine ya motion ambao walilete ile main ile ya Monda, sasa wakasema watachukua hii motion eti sasa hao wabunge wasijadili hii, eti watu waende kuulizwa waichuni kwamba mnakubali Monda aende nyumbani ama asiende nyumbani. Hiyo ndio wanataka. Kwa hivyo maneno mengine ni kwamba wamegundua kwamba hii motion haitaenda mahali, in other words they have withdrawn. Kwa hivyo ninasema kwamba katika Kisii County Assembly yule jamaa hata zile allegation zote mmesikia amesema ni kwamba Monda alipokea ongo ya shilingi 100,800. Na hiyo koti sijui walienda koti sijui walisema EACC, na ilikuwa mwaka jana mwezi wa 5. Na ile maswali sasa mimi ninauliza na wewe unajiuliza, hiyo kesi ilienda kwa EACC na amesema hapa nitawapatia kwamba Monda alithreaten the complainant. Sasa hiyo eti ajaenda koti mpaka wa leo, na wanasema kwamba alikuwa ameripoti kwa EACC. Je, Monda alikuwa amethreaten EACC sifuate hii kwa sababu aliripoti na tangu Mei mwezi wa jana.
jambo lingine la pili, anasema the move of the motion, anasema kwamba hii petition ilikuja kwa assembly. Sisi ndio tuko kwa assembly, petition yoyote haijakuja kwa assembly. Mwananchi yoyote akiwa na raramishi yoyote akitaka assembly sikize, anaileta in the form of petition kama ile ilikuja ya service board mlikuwa. Sasa hii haijakuja, lakini iko quoted hapa kwamba mraramishi aliripoti assembly. When public figure anataka ku raise complaint to the assembly, he does it in a form of petition. Kwa hivyo na nyinyi mtashuhudia hiyo haijakuja kabisa. Sasa ile ya muhimu tumepewa kama wabunge ni maneno ya oversight, implementation na maneno ya legislation. Sasa ninasema tunaingia muhula wa 3 wa financial year. 2 zimepita, serikali ya Simba haijatumia hiyo pesa. Vile mmesikiza ile first quarter ya implementation review report ya financial year ya 2023-2024 agriculture peke yake ametumia, na hiyo pande ni ile ya National Agriculture and Rural Inclusive Project, kwa sababu kuna interest huko ya maneno ya ile masoko ya Marani na ile ya Magina huko, na Heriti ndio hiyo mnasikia maneno yanaendelea huko, watu wana mrungura pande hii 30% ndio mnasikianga huyo, ile renovation zinaenda sijui mamilioni inakuwa corrected huko, maneno hiyo mnaelewa, na maneno ya madawa. Sasa hizo wananchi ile kitu wanataka assembly tufanye, mabarabara hatuna. Juzi tulipeana pasali, hiyo pasali watoto hawajapata. Hata ile ya last time tulipeana ya mwaka jana, kuna pesa mpaka saa hizi asijafika kwa shule. Hatuna madawa, hatuna maji, mwananchi anataka maji, watu wa Kisii wanakunywa maji kutoka chini, ingine iko contaminated na mavi, na pesa siko hapa.